Majina yangu ni Peter Gathu Kanyua na mimi ndiye baba yake Joy Kanili Gathu ambaye saizi hatuko na yeye. Na siku ya Tuesday tulikuwa hapa Nyeri, tukampigia simu na akaja. Tulishida na yeye the whole day huko kwa hapa town. Tulikuwa na mama and wakazunguka na mama. Jioni nikamuuliza kama angependa twende nyumbani, akasema hataenda leo, ako na kazi the following day. So I just told her, nikamwambia tunakumii sana Joy, nataka ukuje nyumbani haraka. Nao tukaenda, na kwa sababu hiyo ilikuwa only Tuesday, siku nyingine Wednesday, then Thursday hatukuwa na kuongea kwa sababu tumeachana tu the other day. On Thursday ndio nikapigiwa simu na kijana, kaniambia anaitwa John. Kaniambia mimi ni John, tumekuwa na Joy. That was about around 3:30. Na Joy tulikuwa na yeye Tuesday, tagu Tuesday. Ana miss na simuoni. So akaniambia ati anapiga simu yake iko mteja. So hata mimi immediately nikamwambia nitaipiga. Then akaniambia na leo nimereport, this is on Thursday, nimereport kwa police. Nikamwambia what, umereport? So that thing nikafikiria mbona kureport mtu amepotea just 1-2 days. So I told him tomorrow nitakuja hata mimi nione hiyo report nasema ati nimereport. So on Friday nikakuja. Wakati nilikuja on Friday nikaenda, kijana alisema anakuja, nikamwambia tukutane hapo kwa polisi. Ndio nikafika hapo kwa polisi, nikaenda tukaona ile ameandikisha, nikasomewa. Kisha yule ofisa wakatutuma kwa DCI, nikamwambia mwende huko mtaandikishwa statement ama for the next step. I didn't know which one. At this point hata siku anajua kama kuna mwili umepatikana mahali, lakini nikiwa pale ndio nikasikia wakiongea wakisema, hata huyu kijana ndiye aliniambia, akaniambia kuna semekana kuna mwili ulipatikana, lakini nilienda nikauangalia na nikaona si mwili wa Joy. And of course I could not think that mambo ya it did come to me that body connection na mambo ya mtoto. So tulikaa hapo mpaka tulikaa hapo. Ofisa yule tulipewa alikuwa na kazi, akatuambia acha nimalizie huyu alafu nitawatend. Meanwhile ofisa akaniambia tunahitaji idea Joy. Sasa hiyo huyu kijana alikuwa na simu ya Joy na ilikuwa na haikuwa na sim card. Alisema ati Joy alitoa akaenda nazo. Alafu wakati tulikuwa pale, ofisa akatuuliza let's see kama Joy ame record other line kwa kutumia namba zake, tutafutieni ID number. So that's when I called my wife, nikamwambia ende nyumbani apige ile huduma namba, maana nilikuwa inajua iko nyumbani, tuone kama tapata ID. Kijana akasema hata license yake iko kwa nyumba, so naweza kwenda nikaleta. Alafu akasema wacha nipige simu mtu anilete. So ndio alienda akachukua simu pale kwa mezani, atiatoa simu, akaamua kama anapiga, na he went kule kwa juu, akaanza kwenda akitoka. Nikaambia this cousin, we had this cousin, nikamwambia we shuka uende umwangalie, and ukimuona mwambie asiende na hiyo simu, maana he kept saying, alianza kusema mama ananiita, mama ananisubua, kwa nini nafanya nini hapa, kazi yangu nimemaliza. Nikamwambia you know we have to get to this. Joy is my daughter, lazima kwanza tusettle na police, be patient. Finally alipotoka huyo alimfuata na mimi nikamfuata nyuma, akitoka alikuta alikimbia akaenda. Alafu kwanza hapo kumtafuta, ni polisi walianza sasa kumtafuta na simu mpaka to date hawajapatikana. So finally ndio nikakumbuka, nikauliza polisi na nisikia kuna mwili uko kwa mochari.
okay. It's okay. That's okay. Nikaambia how is it? Kasema hiyo mwili haijatambuliwa. Kijana alikuwa ameniambia imetambuliwa na aliona tisi ya mtoto wangu. So one of the officer akaniuliza, have you seen it? Kasema no. Do you want to go mukaione? Kasema hakuna shida. Tukatoka, wakatupea one officer, tukakuja hapa, tukaingia pale. Sasa hiyo mwili ulikuwa ina lips or whatever, and tuliingia na we were only two of us. It's okay. It's okay. We can have a break today. Yeah, it's okay. Tulipoingia tukaona mwili. Mimi first picture kuona, I saw nikaona structure mtoto wangu, na ninajua alikuwa na alama hapa. Nikaangalia hiyo alama, nikaona kama nimeiona. We overcome by emotions. Then tukatoka. I told her, she was so overwhelmed. We decided to go back again. Tukaone, tukaenda tukamulika, and baadaye called my wife na yeye akuje ajisaidie ku identify. So at the end of the day, when she came, hata yakaona, kaniambia it is somehow similar but we cannot be sure because there was a mark here but it was a bit blood. Ilikuwa kama imekuwa tampered with. So tukaenda kule. Okay, our DCI wakasema nao kwa hii situation lazima ufanye DNA. Na sisi tukasema hatuna shida, tutaifanya hiyo DNA. So tulitoka hapa tukaenda kule juu kwa ofisi zao. Tumekaa huko, but that time sasa wameanza kutafuta kijana. Anasemekana ako hapa, and finally jioni around 6:30 tukawa tunaambia sasa wacheni twende nyumbani, maybe tunaweza kuja kesho. No, walikuwa wametuahidi tutakuja leo wateki DNA. Before we left, kabla tulitoka, wakatupigia simu. Ofisa wakasema ngojeni sisi hapo tunaenda tukuje. Alafu akatupigia simu. Watuambia msitoke hapo mpaka turudi. That's when tulikaa pale like 40-50 minutes. Baadaye walitupigia simu wakatuambia tuteremke hapa kwa mochari. Tukakuja, wakakuja wakatuambia tumepata other parts of the body na we want you to identify, muone kama ni miguu ya mtoto. Tulikuwa tumemwambia there is a mark, kuna mark iko hapa tunaijua iko sawa, and tulikuwa tumemwambia tukipata miguu sasa tutakuwa tumejua kila kitu. So tulipokuja wakaingia pale, and tukaona miguu ikawa ndio ya Joy. So that's when we knew Joy is there. Kwa majina naitwa Bishop Kabonda, yule mtoto wake ni son of a pastor. Kwa hivyo tumeingia katika ya postmortem. Kwa hivyo tumeona huo mwili vile huko, hauna kichwa, imekatwa, alafu some parts of the body mikono hakuna, hata miguu imekatwa kule mwisho. So it's pathetic, ni mbaya. Iko. Kwa hivyo ni mwili ambao umefanywa kazi mbaya sana. So it was a very sad thing. Na pengine nyinyi kama familia na marafiki mlikuwa mnaitisha haki kwa kile kitendo ambacho kilitokea. Yes. Na tunaomba ya kwamba wale ambao wanafaa kuhusika kwa sababu hiyo they need to arrest that person, kwa sababu tunataka haki kama jamii. It's a very very sad thing kuona mtoto wetu akiwa amefanywa namna hiyo. Kwa hivyo tumejaribu njia zote, na wale ambao wanafaa kuwa wanahusika lazima wachukue hatua ambayo inafaa kuchukuliwa. Because that man is still at large. Kwa hivyo we are feeling as if justice has not been served.